Okay, kwa majina naitwa Mwalimu Paul Ngara. Karibu tena, tukaribishe kwenye kipindi hiki cha kujifunza Kiingereza kwa Kiswahili. Lakini yote usikose kusubscribe hii channel ili uweze kupokea video zetu nyingi zaidi. Unaposubscribe basi usikose kugonga hiyo kengele, ambapo sasa kitakuwezesha kupata video zote. Itakuwezesha kupata video zote. Okay, unajua unapoenda kujifunza Kiingereza kuna hatua. Unajua wakati mwingine ili uweze kufahamu lugha ya Kiingereza kirahisi, wakati wewe unaongea Kiswahili, anza na maneno rahisi. Anza na vitu ambavyo ni rahisi au vitu ambavyo vinazungumzika mara kwa mara na vina misamiati rahisi. Wakati wengi sana wanajikuta wanagonga mwamba kwenye kujifunza Kiingereza kwa Kiingereza kwa sababu wanaanza na vitu vigumu moja kwa moja. Anza na vitu rahisi kabisa, alafu utakuta mwenyewe lugha inafanya nini? Inapanda. Hata mtoto mdogo kabisa anapoanza kujifunza huwa anaanza na maneno madogo, maneno rahisi. Utasikia mama, baba, dada, anaanza kuongea vitu vidogo, alafu baadaye anakuja kupata uwezo wa kuunganisha sentence kwenye lugha fulani. Kwa hiyo hata mtu mzima ili uweze kujifunza Kiingereza lazima uweze kuanza na vitu vidogo ndipo uanze kwenda kwenye vitu vikubwa, misamiati ambao ni migumu. Okay? Basi tuendelee. Tuna sentence kadhaa hapa. Kuna English and Swahili, kwamba tunaweza kujua ile neno kwa hii sentence kwa Kiingereza, alafu tutaenda kutafsiri kwa Kiswahili ili ujue ina maana gani. Sentence ya kwanza is good morning, sentence ya pili good night, sentence ya tatu see you later, sentence ya nne inasema what time is it, na sentence ya tano inasema how much is this. Tuanze kuangalia in Swahili. Good morning. Good morning ni salamu ambayo inatolewa asubuhi. Good morning maana yake habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Hiyo ni salamu ya asubuhi. Sentence number 2 nasema good night. Good night ni salamu ambayo inatolewa usiku. Good night. Night ni maana yake ni usiku. Au ni say good night maana yake nini? Good night. Good night maana yake mtu anakuambia usiku mwema. Usiku mwema. Okay? Hiyo ndo maana ya good night. Lakini mtu anakuambia see you later. Okay? Mtu anakuambia see you later. See you later. Maana yake nini? See you later. Maana yake nini? Anasema tutaonana baadaye. Ni maneno ambayo yanazungumzika kila siku, yanazungumzwa kila wakati. Tutaonana baadaye. In English we say see you later. See you later. Okay? And then let us see another sentence. Tuangalie sentence nyingine inasema what time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Maana yake nini akikwambia what time is it? Hapa anauliza muda. Maana yake nini? Anakuambia hivi, ni saa ngapi? What time is it? Ni maneno au ni sentence ambazo zinazungumzwa kila wakati, kila saa. Unajua watu wengi wanauliza muda mara kwa mara, lakini umetembea na mtu ambaye anajua Kiingereza, what time is it? Hapa anakuambia ni saa ngapi. Basi tuangalie sentence nyingine ya mwisho. Anakuambia how much is this? How much is this? Maana yake nini? Anakuambia hii ni bei gani? Hii ni bei gani? Na hii sentence
ni rahisi sana ukapatikana sehemu ya kuuza na kununua, sokoni, dukani, supermarket, popote pale. How much is this? Kwenye biashara hii ni bei gani? Okay, basi kwa leo tuishie kujifunza sentences hizi chache, lakini nikusihi usikose kusubscribe. Tumeweza kuweka video nyingi sana kwenye channel yetu, basi utaendelea kuziperuse, utaendelea kuzitafuta ili uweze kuelewa zaidi. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Paul Mgaya. Okay, ciao, yani bye.